Hapa mtu mwenye taaluma yoyote atafanya kazi, qualified and unqualified, wote wanaweza kufanya kazi. Maana kuna mwingine kazi yake kunyanyua tu waya meshi, kuzitoa hapa kuzipeleka wapi nje, inahitaji qualification, inahitaji urefu. Kwa hiyo ndio maana serikali ina put effort kwa private sector ziweze kuajiri watu wengi. Kwa hiyo tunaungana na wewe, na watu wa namna yenu ni wa kupewa support, sio wa kuomba rushwa. Investment hii sio kwa ajili yako na familia yako. Familia yako wanaweza kuja kupata profit, kupata mgao wa urithi, lakini watu 300 wataajiriwa hapa. Kwa hiyo wale watu wanasema ajira ziko wapi, ajira ziko wapi? Ndio maana serikali inaweka mazingira mazuri kwenye private sector. Private sector ikisha take off ndipo inapoweza kuchukua kundi kubwa la watu. Wiki hii tunafanya interview ya jeshi la polisi pale mkoani. Levi tumepata vijana wangapi? 2800. Tunaowataka ni wangapi? 184. Sasa mimi nawauliza hiyo interview gani nitakayokaa kuwajadili watu 2800? Kwa hiyo nimewaambia kwanza wekeni mbio ndefu, kilomita 10 kwanza. Alafu wale ambao wamekuwa mwishoni unawapruni. Tukishamaliza hapo tunaenda mbio fupi, tunawapruni. Kwa hiyo huwezi kuanza kuangalia kigezo cha vyeti, watu 2800 na wataka watu 170. Alafu kila mtu ananipigia, mwanangu umemuona hapo? Tumewambia haya, polisi wanataka urefu gani, sijui sentimita, sijui mita ngapi. Tunaambia haya, ukawapimeni urefu kwanza. Kwa hiyo wewe umepungua nusu. Haya bwana, sifa umefanya nini? Wewe miezi mingapi imeongezeka? Mwisho miaka 25, wewe umeongeza miezi. Mimi kwa majina naitwa Fabian Bulugu Mayenga, ndiye meneja mkuu wa kampuni ya Rock Solutions Limited. Tumefunga hiki kiwanda na tunatarajia kwamba mambo mengi yaweze kuboreshwa, kwa maana ya kwamba tunapokuwa tunazalisha kama kampuni tunatarajia masoko yasiwe na ushindani. Hatuzuii ushindani, lakini kuna ushindani mwingine ambao sisi tunazalisha nchini, watu wengine wana import. Sasa sisi tunajaribu kuendelea kupunguza tunazalisha hapa nchini ili kuweza kuendelea kulinda viwanda vya ndani, lakini vile tuweze kupata chachu ya kufunga viwanda zaidi. Kama nilivyokuwa nimesema awali, hiki ni kiwanda cha kwanza, lakini nje pale tuna mashine ambazo tunatarajia pia tuzifunge kwa ajili ya uzalishaji wa sahani za kutunzia sampuli za madini, udongo wenye madini, inaitwa core trays. Kwa hiyo mheshimiwa, utaona kwamba kidogo tuna mwangaza mkubwa wa kwenda mbele katika kuunga juhudi za serikali kwenye ufunguaji wa viwanda, lakini vile vile sera ya local content, kwa sababu sera ya local content yenyewe ina phase tofauti. Inaanza kwenye wasambazaji wa vifaa, lakini vile vile inaenda kwenye wafanyakazi ambao wanatumika kwenye uzalishaji wa migodini, lakini vile vile inaenda kwenye teknolojia. Na teknolojia ni hii ni sehemu ya kwanza. Tunazalisha vifaa ambavyo tulikuwa zamani tunaviimport. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ndani ya muda mfupi tutakuwa na viwanda viwili vya kuzalisha hivi vifaa, lakini tunatarajia vile vile tuende mbele zaidi. Ujenzi wa kiwanda hiki unagharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 4.7, na mpaka kiwanda kitakapokuwa kimekamilika na kuanza kazi, na tunatarajia kutoa ajira karibu 300 za moja kwa moja na ajira 500 ambazo sio za moja kwa moja, ambazo zitahusisha wapagazi, watoa huduma mbalimbali kwa ajili ya ufanisi wa kiwanda. Na tunatarajia kwamba katika uzalishaji kwa siku tuwe na uwezo wa kuzalisha mesh 800, pisi 800 kwa siku. Kwa hiyo mheshimiwa, utaona kwamba pisi 800 ni kiwango ambacho tunaweza tukakimbizana na mahitaji ya migodi ambayo inatuzunguka, lakini vile vile lengo kubwa pia ni kuweza kuingia kwenye masoko ya nje ambayo ni ya Kongo pamoja na masoko ya Zambia.
Ni nchi ambazo pia zimeendelea sana katika upande wa migodi, lakini bahati nzuri nchi yetu imejaliwa kuwa katika ukanda huo wa madini. Kwa hiyo teknolojia inapoanza kuingia nchini ni rahisi sana sisi kuweza kufanya biashara na wenzetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hizi meshi kutokana na saizi mbalimbali ambazo tutakuwa tunazalisha, hata kwenye matumizi mengine zinaweza zikatumika, ili mradi tu tuwe na saizi ya nyaya ambazo majumbani zile ziko za aina tofauti, maana hizi ni welded, zinakuwa zinachomwa. Kwa hiyo inategemeana mhitaji anahitaji aina gani, tutamzalishia. Lakini vile hata kwa matumizi ya serikali vile zinaweza kufanyika.